Kenya sasa imenakili idadi kuu zaidi ya vifo vya watu 12 katika saa 24 tu. Na sasa Kenya ina jumla ya visa 10,294 vya maambukizi ya corona baada ya visa vipya 189 kupatikana kwenye kipindi cha saa 24 zilizopita. Haya yanajiri huku Daktari Doreen Lugaliki akizikwa kwao katika kaunti ya Bungoma. Hata hivyo, maafisa wa serikali wanajikanganya kuhusiana na iwapo watu wanaofika kwenye hospitali za serikali kama Kenyatta wanaitishwa ada ya shilingi 5,000 au la. Siku nyingine ya hesabu za corona na eneo la Ndalu, kaunti ya Bungoma, Daktari Doreen Lugaliki aliyefariki kutokana na virusi vya corona amezikwa. Jamaa na marafiki wakisifu kujitolea kwake kazini na kwa familia. Jijini Nairobi, hesabu zikitoa idadi kuu zaidi ya watu waliofariki kwa siku moja kutokana na corona. At 12 patients have died as a result of COVID-19. All the 12 are here in Nairobi. 3 of the cases actually died at home. Haya yanajiri wakati vikwazo vya usafiri vikiondolewa na idadi ya maambukizi bado inakwea. We still managed to test some 1,205 samples, out of which 189 people have tested positive. Thus, we have now 10,294 people who have now tested positive in the country. Nayo maswali kuhusu ada ya kupimwa yanaingilia hapa. Udukuzi wa KTN News Ijumaa, hospitali ya Mbagathi ulibaini watu wanaelekezwa hospitali ya Kenyatta na kuitishwa kutoa shilingi 5,000. Mass testing identified as targeted mass testing, we do not charge anything. However, as the Daktari is correctly saying, we are not doing testing for everybody. Hospitali ya Kenyatta ikiona ni heri kujibu swali kuhusu kupimwa watu wengi au mass testing na kukwepa swali la mtu mwenye dalili kama familia hii kufika hospitalini. Whether we are still testing in Mbagathi, the answer is yes, but who are we testing? After we have opened up, we have left Mbagathi specifically for the sick. Initially, we had separated Mbagathi to have both the suspects and the sick. So we don't want individuals jumping from homes to every other hospital. We are spreading the infection even further. And even those who are following those 7, you are establishing yourselves as contacts already. Kenya pia imenakili watu 65 wakipata nafuu na kufikisha jumla ya watu 2,946 waliopona. Hali ya mambo sasa inaelekeza kurunzi kwa iwapo Kenya ilifanya vyema kuruhusu usafiri kote nchini au maji yatazidi unga. Mark na Maswa, KTN News.